Halo? Ndio. Hizo frame zote zina mtu. Labda za upande wa pili. Kodi, yani we njoo ofisini tutaongea. Yani mimi dalali, tena mwaminifu. We njoo ofisini wewe. Mambo gani hayo? Mambo ya Uswahilini wewe acha. We njoo ofisini, tunasainiana mkataba, weka kibunda mbele. Ofisi unapata. Hivyo yani. Mbona sio kazi? Watu wengi wamekuja. Halo. Halo? Yeah. Habari za mchana. Salama, vipi kijana? Safi, salama sana. Samahani, nilikuwa nauliza, sijui nazungumza na dalali. Ni mimi dalali mwaminifu hapa. Ni mimi mwenyewe hujakosea. Kuna watu fulani walinielekeza. Nikapita pale chini nimeiona namba yako kwenye msimu, kwa hiyo nikasema nikupigie ili kwa ajili ya maelezo zaidi. Maelezo mengi hapo ofisini. Wewe unapatikana wapi sasa? Mimi kwa sasa hivi kuna sehemu nipo, lakini nilikuwa naomba nijue wewe unapatikana mazingira gani ili nifike kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Ukifika Mji Mwema ulizia dalali mwaminifu, yani hamna ambaye nifahamu. Boda mtoto wa mama. Wewe njoo ofisini utaonyeshwa. Ina maana nichukue tu boda hapa nimwambie nilete kwa dalali mwaminifu. Dalali, yani hujakosea, dalali mwaminifu hapa. Na unadili na kila kitu au ni unadili na kitu kimoja? Yaani tukisema dalali blaza ni kila kitu chochote ambacho ni bidhaa inafahamika. Iwe TV, nyumba, vyumba, maduka, maframe, hadi meza za sokoni. Wewe njoo. Haya basi sawa. Na muda gani upo hapo kazini au masaa 24 blaza, masaa 24. Muda ambao usipo kazini napiga simu. Haya asante, wewe na mchana mwema mjomba. Haya asante. Karibu sana. Asante. Haikuwa rahisi kwa mpangaji. Habari za mchana kiongozi. Salama, vipi kijana? Karibu. Wazanishie amani, bakini pambane. Asante sana dalali. Bila shaka nadhani utakuwa mwaminifu kama ambavyo jina lako linasema. Umefika sehemu salama sana. 100% uhakika upo. Labda tu wewe mwenyewe mbabaifu. Nitafurahi sana ikiwa hivyo. Dalali, mimi kilichonileta nina shida na chumba. Ndio. Hata kama ni chumba na sebule whatever is, lakini nina shida na chumba, sio kama nahitaji frame hapa. Ndio, na nilikuwa nimetarget mtaa fulani. Mtaa upo umependezwa nao bosi? Nimependezwa na mtaa mmoja panaitwa Rangi Tatu hapo juu. Na kuna nyumba fulani ina bati za damu ya mzee, then ina mageti huku na huku. Rangi ya ile nyumba nahisi kama ni njano hivi. Kwa mzee Zengo hapo. Ndio, nishapafahamu wewe. Sasa hapa shida ni kwako sasa. Tunaweza tukapata chumba mle ndani au ile nyumba? Chumba kipo, isipokuwa kimeshalipiwa. Na vipi dalali, ameshahamia? Hajahamia bado. Nakumbuka amelipia 50,000. Kwa hiyo wewe sasa kama unaweka dau zaidi, weka mezani tulijadili hilo. Sikia dalali, tufanye kitu kimoja. Mimi nitakupa 150,000 ukiachana na hela ya kodi. And then pesa kumlipa mwenye nyumba mimi nitajua ninafanyaje. Hiyo unaona imekaaje? Hiyo imekaa poa kijana. Tuingie ofisini. Umefika eh? Sawa, vyote viweke hapa. Viweke hapa vyote. Subiria dakika moja. Hivi umesema shilingi ngapi? 7,000 tu bro. Mwanangu 7,000? 7,000 umenipiga mtu wangu.
Da, mimi ni bigi, kazi yenyewe unaiona ilivyo ngumu hiyo hapo. Sema hapo bigi, unajua nini? Da, sema wewe zingatia tu viposho fulani. Ongezea buku tu hapo juu yani. Tufanye hivi. Hii mimi na 5000, chukua 5000 alafu hivyo then hiyo nyingine tutajua tunafanyaje. Mimi ni bigi, ungepandishia hata buku tu hapo. Sasa hapa buku kipengele. Haya. Fresh basi mwanangu, hapo si unyama? Da, mimi nitakuwa umetisha sana. Haya, poa damu yangu. Unyama familia. Poa. Poa. Mume wangu. Mbona unafanyia hivyo mume wangu lakini? Nini tena mke wangu? Ushaanza mambo yako. Ninavyotoka ndio unaniita. Hivi hali itaendelea mpaka lini mume wangu? Hali gani tena? Leo siku ngapi hujaacha hela matumizi? Najua wajibu wangu mke wangu na ndio maana nimewahi kuamka leo. Maana kuna mtu namfuata hapo. Sio muda narudi na kuletea matumizi. Na jana ulisema hivyo. Usijali mke wangu, narudi sio muda. Naomba uniamini. Kwa leo naomba uniamini, Mama la mama tena. Ila usichelewe basi. Usijali. Haikuwa rahisi kwa mpangaji, nyumba ina vingi vitimbwi, kila siku ugomvi. Nawazanishie amani, bakieni bakini pambane, malogomvi mapenzi majirani. Hivi show wangu utamkuta kule ndani? Tutamkuta tu. Maana ni muda tujaonana naye. Tukamwangalia atakuwepo, twende. Basi tumwangalie. Kaka mambo. Kaka eti Nashi tumemkuta ndani. Simfahamu, lakini nadhani mnaweza mkamgongea hapo ndani kwa sababu mimi ni mgeni kidogo. Kwa hiyo sina taarifa naye sana. Odi. Nashi. Odi. Karibuni. Asante. Vipi shosti? Nikajua watu kumbe nyinyi. Jamani kwa leo sio watu. Jamani karibuni ndani. Asante. Karibuni. Jamani, nimemisi. Vipi lakini shoga zangu jamani? Safi. Safi shoga yangu tulikumisi. Yaani mimi ndo nimewamisi. So kweli. Hata tukupigia tu simu. Jamani kwa mniamini au? Sema nyinyi anataka hata kuja kwangu. Wewe tulikuja. Kadani anaendaga kwao yani. So unaona Nini sasa? Shoga tuchonka lazimisha. Tuko napita huko nje hata tusingekuja. Juzi nimekupigia simu upokei. Kwa hiyo mnanisema shoga yangu, sio kwa ushoga huo. Shoga yangu. Nikwambie uko nje tuko tunaingia. Kuna kijana tumemwona kaka hapo nje. Unajua tu. Kama naona vile. Nataka kusemaje? Amani nimeona yule kaka. Mashallah. Sasa ngoja niwapisi. Mpangaji, nyumba ina vingi vitimbwi, kila siku ugomvi. Nawazanishie amani, bakieni bakini pambane, malogomvi mapenzi majirani wanakuniondokea unipambane. Nipambane. Uchelewi. Nipambane. Shoga, hivi serious unataka ni mzuri nimpenda. Shoga yangu mbona miguno? Amna, lakini wewe niachie mimi. Au kuna tatizo? Hamna tatizo. Mwana sisi tu kukusalimia hata sie twende. Kwa ndo mnaniacha na wewe shoga na wewe? Twende. Sawa. Hata amli. Kona. Tutakula siku nyingine. Bye. Bye. Jamani, mnaniacha kinyonge.
Boniface. Akia nani siamini. Nguda. Ndivyo nakumbuka mwanangu kitambo sana ni. Primary. Kweli milima ikutani lakini binadamu. Mwanangu binadamu wanakutana. Yose. Acha tu. Kweli wahenga hawakukosea kabisa. Ndugu yangu. Yaani sikuamini kama naweza nikakutana na wewe leo mwanangu. Kilichonishangaza mazingira tuliokutana. Ndugu yangu, si unajua tena maisha ya kawaida yake, upange wewe cha kufanya na kupangia kitu cha kufanya. Lakini vile nilivyokuwa navifanya kipindi kile niliacha masuala ya dance na nini niliacha kwa sababu si unajua tena maisha yanakupangia cha kufanya. Masuala ya wanawake sijui mara mmefumaniana kugombana sijui nini. Hivyo vyote niliviacha. Si unajua tena. Lakini wewe una muda gani hapa? Mwanangu nisikufiche mimi hapa sasa hivi na kama miezi 6 hivi. Acha uongo bwanangu. Mimi hii ndo mitaa yangu and then hapa nimefika sina muda mrefu sana lakini sijawahi kubahatika kukutana na wewe kabla ndo maana nimeuliza. Unajua kwa nini tunashindwa kuonana? Ndio mimi kazi nayoifanya muda ambao natoka na muda ambao naenda unakuwa si rafiki sana maana natoka asubuhi sana alafu narudi jioni sana. Kwa leo yani leo imekuwa kama bahati mwanangu. Unajua kazini leo tumepewa off yani off waga haitokei mara kwa mara lakini leo imetoka off. Nahisi Mungu alikuwa amepanga leo nikutane na rafiki yangu. Lakini unajua dunia ina mengi. Kuna sometimes naweza nikaumwa au nikapata tatizo lolote afu sijue ninapoishi. Mimi nakaa mtaa Rangi Tatu huko unapatikana juu kule. Rangi Tatu pale? Unakufahamu? Mwanangu mimi nishakwambia yani mimi hapa nimekaa na miezi 6 mwanangu. Kwa ule mtaa ule na ufahamu vizuri kwa sababu mwenyewe nishafanikiwa kukaa pale. Sawa. Nakaa ule mtaa na pia naishi kwenye nyumba ya mzee fulani hivi anaitwa Mzee Izengo ndo ambapo naishi mle ndani. Wewe Mzee Izengo yule? Mimi namfahamu. Shida yako moja wewe mjuaji. Sio mjuaji. Sasa sikia nikwambie. Mimi Mzee Izengo nimeshawahi kukaa pale kwenye ile nyumba. Sema kulikuwa kuna maneno kuna wapangaji walikuwepo pale walikaa. Sijui wanachuo wale pale CDTI, sijui Mzumbe. Ila sikufuatia maana nilikuwa sina time nao. Wale walikuwa wanaongeaji sana. Mimi nikaona siwezi kukaa na wadada. Unajua yani mambo ya kubana pua nini kutoka tu. Wewe kaka sio hii. Niona mitego mingi. Mimi sinajua wewe wanawake mbali toka zamani mpaka ukaanza kututisha tukawaza umeleft nini. Ila tuachane na hayo. Muhimu kwamba pale ndo ninapoishi. Kwa hiyo pale nipo mwenyewe sijaoa, sijafanya nini. Kwa hiyo una uhuru muda wote unaruhusiwa kufika na kunisalimia kwa sababu dunia ina mengi, si unajua. Inaweza katokea siku nimeumwa na nini afu usijue hata ninapoishi. Nadhani kweli inabidi nipate hata namba yako. Unajua tena. Sahihi kabisa. Sema kwa sababu mimi namba yangu sijaikalili, nitajiwe ya kwako afu then mimi nitasave afu ndo nikupigie. Basi namba yangu andika au mimi niandike maana wewe najua ulikuwa unashinda. Unajua. Haya mtaja 06 hapo. Ndio. 06 78 78 22 22 42 42 01 01. Wewe namba zimezidi moja mbili. Ndugu yangu tutawasiliana hapo tutajua tunafanya lakini muhimu kama nilivyokuambia inabidi ufike pale nyumbani ndugu yangu. Sawa. Poa jamaa. Sawa poa. Mpangaji. Nikolina. Simu ile iko wapi? Niletee ndaka nimpigie kaka yako. Naona mambo yaendi vizuri shambani. Mbona hawaniambii kitu chochote? Utampata kweli saa hizi maana mchana anakuaga busy. Hata sipopatikana mradi nijue tu yeye yuko wapi. Maana yake sasa naona watu watanisumbua yeye kama apatikana. Nataka afuatilie mambo ya shambani. Na ile hela ya uniform. Maana zile za mwanzo zimechanika. Wewe mwenyewe mama si umeziona? Sawa, mwanangu nimekuelewa. Akipokea simu tutamueleza kusema wewe unataka na nguo za shule kama zile zamani zimechanika.
Sawa mama, basi akipokea simu utaniambia. Mimi ngoja niendelee na shughuli zangu ndani. Halo? Hey. Shikamoo mama. Sijambo mamangu, habari za huko? Nzuri za huko mwenyewe. Salama sana, kwema? Kwema tu. Wadogo zangu wao wazima? Wazima tu. Sawa. Umekuwa kimya sana hadi unanitisha. Unaupa nini? Upo kimya sana hadi unanitisha au mgonjwa? Sababu ya kilimo kinatutenga pale sasa hivi. Hatuna vibarua wako wakiwa wanataka hela, ndio hawezi kupalilia bila hela. Lakini wenyewe vibarua umewapata? Wako sasa wanasema hawawezi kuanza kupalilia bila advance. Kitoa hela kidogo ndio wanaanza kupalilia. Aya, basi sawa mamangu. Ngoja kwanza. Mimi kuna kazi fulani nilifanya. Sasa yule bosi alitulipa hela nusu. Kwa hiyo hajatumalizia. Kwa hiyo nikuahidi mamangu, leo jioni haitavuka. Mimi nitakutumia hela afu then utawalipa ili waendelee kupalilia. Si unajua tena ndio vyakula nyumbani hapo. Hamna mama, sasa nisipokukumbuka wewe nimkumbuke nani mamangu? Aya, basi sawa, jioni njema mama. Mimi nitaangalia namna kufanya. Aya mamangu, jioni njema. Aya, asante pia. Mimi sina makosa wewe bwana. Bwana unanionea bule baba. Mpangaji. Haikuwa rahisi kwa mpangaji, nyumba ina vingi viti. Shem. Mambo. Poa. Habari za mchana. Nzuri. Naona unafua. Vipi kaondoka? Sijampata bado mwanamke ambaye ananifaa. Jamani Shem, ulivyo HB hivyo. Unataka kweli kuniambia huna mwanamke? Una maneno sana. Kwa nini ajabu mtu kuwa una mwanamke? Sio ajabu, lakini kwa muonekano wako wewe ni mara chache, sio mara chache, ni huwezi kukosa mwanamke kiufupi. Acha maneno wewe. Aya, mimi naenda. Sawa Shem. Haikuwa rahisi kwa mpangaji, nyumba ina vingi vitimbwi, kila siku ugomvi. Nawazanishie amani, bakini pambane. Mala ugonjwa mapenzi, majirani wanagubu, niondoke au nipambane. Hey, nipambane. Oh, nipambane. Mimi nipambane. Mpangaji.
Sijampata bado mwanamke ambaye ananifaa. Una maneno sana. Kwa nini ajabu mtu kuwa una mwanamke? Mpangaji haikuwa rahisi kwa mpangaji, nyumba ina vingi vitimbwi, kila siku ugomvi, nawazanishia amani, bakini pambane, malogonga mapenzi majirani wanagubu, niondoke unipambane. Mambo Poa, habari za jioni. safi. Unaona kama unatoka? Ya, kuna sehemu nilikuwa nataka nielekee hapo mara moja. Sawa, lakini mimi kuna kitu nataka tuongee, kama hutojali. Sawa, ila nadhani ungekimbizana na muda kidogo, sababu kuna sehemu kama nilivyokuambia inabidi niende, kwa hiyo inabidi ujaribu kukimbizana na muda kidogo ili. Mimi shemeji, kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie. Mimi mpangaji haikuwa rahisi kwa mpangaji, nyumba ina vingi vitimbwi, kila siku ugomvi, nawazanishia amani, bakini pambane, malogonjwa mapenzi majirani wanagubu, niondoke unipo